9 asubuhi, Radio Jambo. Tunaanza rasmi kitengo cha patanisha, ambapo ningependa nisome SMS alafu kisha tuende kwa habari za saa 2:30, kisha tumpigie yule ambaye tunampatanisha. Bwana Mlee huyu ametuma ujumbe akisema hivi Morning Gidi na Ghost. Mimi ni Faustin kutoka Homa Bay. Nataka unipatanishe na mpenzi wangu Rajab ambaye tumepanga kuoana. Shida ni ya kwamba tunasumbuana sana kwa sababu kuna marafiki zake wananisumbua sana kimapenzi. Wololo. Yani kuna rafiki za huyu Rajab wanamchinjia huyu Faustin. Wanamvizia wanamtongoza huyu Faustin. Kwa hivyo wangependa sasa hii mimi nilikuwa nafikiri kwa kuondoa tayari. Ni uhusiano, na wacha tuwapatanishe kwa sababu ameomba na in fact I think it's a very unique patanisho ndio tuweze kusikia kwa nini haya marafiki wa Rajab wana ofisi wameleta ofisi hapa. Yes. Okay, kwa hivyo Faustin tunakupigia simu baada ya habari za saa 2:30. Hakikisha kwamba simu yako iko on, ikiwa radio iko karibu zima ili tuweze kupata vizuri. Ningependa kumpigia huyu mwanadada ambaye anaitwa Faustin kutoka Homa Bay. Angependa kupatanisha na mpenzi wake Rajab ambaye anasema kwamba wamepanga kuoana. Shida ni kwamba eti marafiki wa huyu Rajab wanamvizia huyu Faustin. Sijui kama ni mambo ya urembo sana ama yeye ndiye amejipendekeza kwao ama mambo iko vipi pale. Kwa hivyo naomba Faustin. No card number has been entered. Please enter your complete PIN number. Huyu mama pia na haraka saa zingine. Acha. Nasema sijaeka hiyo card. Acha tumpigie Faustin ili tusikie mambo yake na tuone vile tunamsaidia asubuhi ya leo. Kwa hivyo naomba Faustin, ikiwa natupata, tafadhali shika simu mara moja na tuanze mazungumzo. Faustin. Hello. Habari gani? Niko poa. Naomba ongea kwa sauti tafadhali ili tukupate vizuri. Niko poa. Unanipata? Yeah. Haujaamka? Nimeamka. Ama uko mali hauwezi ongea? Hapana, nimeamka. Umeamka Sasa tunaona SMS yako umepanga kuoana na Rajab Yeah. Lakini shida ni kwamba marafiki wa Rajab wana kukatia kwa lugha ya vijana. Sasa iko hivi, nilikuwa nataka mnisaidie. Unataka tukusaidie? Mimi nilikuja nilikuwa nafanya kazi huku. Huko ni wapi? Huku Homa Bay, kazi ya nyumba. Ulikuwa unafanya kazi ya nyumba Homa Bay? Sasa tukajuana na yeye mwezi wa 12 hapo 2018. Sasa tukaanza maneno hii ya mapenzi, tukaanza hii maneno ya mapenzi ati tunapanga nini anioe. Yani mkapendana, mkapanga kuoana. Sasa vile nikakuja hata vile mdozi wangu alinipea off hiyo tarehe 22 mwezi wa mwaka. Nikakuja kwake, nikakaa huko, nikaenda nyumbani tarehe 28. Sasa imeenda tu hivyo, nilikuwa naenda na kuja kumtembelea. Sasa sitaenda kwa story mingi. For now ilikuwa Saturday. This Saturday imepita? Yeah, this Saturday. Na kuna rafiki yake mvulana. Na huyo rafiki anatembea naye, sijakataa kutembea naye. Lakini huyo rafiki ni kama ananionyesha madarau kozi. Kama mliachana na huyo dem, najua mliachana naye. Sasa huyo dem alipita akamuita. Dem gani tena? Ngoja kidogo Faustin. Huyu ni dem gani tena imeingia kwa hii story yako? Kwa sababu umesema kuna rafiki. Ni rafiki wa huyu ndugu na rafiki wa kiume. Yeah. Wa kike, sorry. Ani rafiki yake mvulana, si ndio? Okay, rafiki yake mvulana. Na mimi mwenye naishi naye alikuwa na girlfriend lakini waliachana. Sasa huyu rafiki yake kiume amefanya nini? Sasa kulikuwa Saturday hiyo demu alipita. Demu wa nani?
Huyo msichana alipita. Msichana wa nani? Huyo ex girlfriend wa mwenye naishi naye. Oh, ex boyfriend wa Rajab. Ex girlfriend wa Rajab. Yeah. Alipita wapi? Alipita penye naishi, yani penye naishi tu alikuwa anapita akienda kwa aunti yake. Hali alikuwa kwa barabara akipita. So huyo rafiki yake kijana akamuita. Na huyo kijana alikuwa hapa. Okay, iko hivi Faustine. Tunajaribu kuelewa hii kesi kwa sababu wewe umetuambia mnasumbuana kwa sababu kuna marafiki zake wanakusumbua kimapenzi. Unamaanisha nini hapo? Hapana, mimi nimesema. Hivyo ndio SMS yako umeandika. Kwa hivyo shida huyo ananisumbua. Nani anakusumbua? Ni rafiki yake kijana mwenye naishi naye. Rafiki wa huyu wa Rajab. Si wataje tu majina, ni rafiki ya Rajab Ya Roy ananisumbua. Huyo anaitwa Roy. Kwa hivyo Roy ambaye ni rafiki wa Rajab anakusumbua. Anatakaje? Anakuambia nini? Mimi hata sijui anataka nini kwangu, mimi hata simsalimiangi, sina haja na yeye. Yaani ni kama anataka uhusiano na wewe. Sasa sielewi, ni kama angetaka asangeniambia kwa hiyo ex girlfriend yake vile alipita. Alafu akamuita mbele ya macho yangu. Alafu akaongea hiyo lugha yao yenye sisikii. Baadaye mwenye naishi naye wakaoga. Wakatoka. Sasa sijui ni nini inaendelea. Na nilisikia alizaa na huyo demu, alizaa na huyo ex girlfriend yake mtoto. Okay, sasa Faustine, wewe ulikuwa unatakaje sasa tukusaidiaje? Mimi nilikuwa nataka mpatanishe naye. Nikupatanisha na Rajab? Aambiwe huyo rafiki yake achane na mimi. Waendelee tu kutembea naye lakini achane na life yangu. Okay. Haya, shikilia hapo kidogo tumpigie Rajab tusikie anasemaje, sawa? Haya. Okay, hii kesi ni complicated. Hata mimi sijaielewa. Mimi sielewi what mara kuna usije msichana fulani, alafu Rajab nao ni boyfriend wake. Alafu kwa SMS aliandika eti marafiki wa Rajab ndio wanamsumbua. Lakini pia kuna msichana mwingine sijui alipita sijui wapi. Huyu ex I don't know vile anaingia kwa hii kesi. Lakini wacha tupigie Rajab aongee naye na waweze kusuluhisha mambo yao, ama vipi? C'est très compliqué. Nakwambia patanisho ina maneno. Your complete PIN number. Yasemaje? Rafiki yangu Bisha anasema ati anataka parachute. Andike atume. Kwa hivyo namtafuta huyu Rajab tusikie mambo yake na tuone kama magocho nano ane we apiko we ya ne adaro mama moro we ang nagocho ni kapelon mano magocho nano ane we apiko ne ya watimo msigo de poka kama mama ne pingi tomo ya wa ikafiri ane we apiko we abro gocho ni samoro ne we gocho ni mano magocho nano ane we apiko we ya ne adaro mama moro we ang nagotni kafelon mano magocho nano ane we apiko ne ya watimo msigo de poka kama mama ne pingi to. The number is not answering. Huyu ashike simu. The number you wish to call and then press the pound key. Ashike simu na sijui ni kwa nini. Hiyo simu yake inasema tu ati nani ananipigia simu, niko kwa pikipiki. Nimebeba mama. Wacha nijaribu kumpata tena bwana Rajab. Na Rajab, ikiwa unatupata tafadhali, please enter your complete PIN number. Hebu shika simu yetu ili tuone vile tunasikiza hii kesi yako na huyu mwanadada ambaye anasema kwamba mko mmepanga kuoana. Tafadhali naomba ikiwa unatupata tafadhali shika simu ili tuweze kuzungumza. Magocho nano ane we apiko we ya ne adaro mama moro we ang nagotni kafelon mano magocho nano ane we apiko ne ya watimo msigo de poka kama mama ne pingi tomos ya wa ikafiri ane we apiko we abro gocho ni samoro ne we gotni mano magocho nano ane we apiko we. Hello. Ya. Rajab, habari gani? Salama. Mimi naitwa Gidi.
Na pia namjua vizuri unajua na umejua kwamba wewe ndio tunajaribu kupatanisha asubuhi ya leo. Ida? Halo, hebu zima radio hapo kando. Zima radio tafadhali. Unasema? Hebu zima radio. Kuna radio ambayo inapiga kelele hapo nyuma. Sawa, nimezima. Umezima Yeah. Sasa Rajab. Unajua Faustin? Unajua Faustin? Mjui. Au mjui? Mjui mnaita Faustin. Faustin ni nani? Okay, kuna mwanadada ametutumia SMS hapa anasema anaitwa Faustin. Kutoka? Yuko hapa kwa leo. Wewe Faustin? Faustin? Yes. Ongea na Rajab. Faustin. Hello. Ongea na Rajab. Faustin wewe ni nani? Hello, Rajab. Wewe ni nani Faustin? Wewe kama unanijua, hata tuko nayo kwa nyumba saa hii. Hata unatoka kuongea na watoto wenu mkicheza. Mimi nilikuwa nataka nikuambie. Sasa Faustin ndio sijui, Faustin simfahamu Faustin. Faustin ndio jina yangu ingine. Ulikuwa unataka unautarajie Grace. Okay, Faustin tafadhali tupatie jina lako ambalo Rajab anatambua tafadhali. Sema jina ambalo Rajab anatambua. Nilimwambia naitwa Faustin ama ni jina yangu ingine ni Grace. Grace is just a nickname. Okay. Haya, hiyo Grace. Kwa hivyo Rajab unajua Grace? Grace namjua. Unamjua Yuko hapa kwa line ametuletea patanisho hapa, anasema eti mmekosana na ni kwa sababu sijui hebu nani sijui nikuite Grace. Hebu eleza Rajab kesi yako tafadhali. Mimi nilikuwa na hata sasa tunatoka tulikuwa na mzo tu hapa sasa, hata tunatoka kukosana na yeye. Haya, muongeleshe basi tafadhali. Muongeleshe kwa sababu mko patanisho na patanisho dakika 10 peke yake. Tafadhali muongeleshe. Mimi nilikuwa nataka kumwambia Rajab vile aliamua aachane kusikia maneno ya watu. Mimi sijamkataza hiyo rafiki yake kuongea na yeye, lakini aachane na maneno ya watu. Shida yako kubwa ni nini? What is your problem? Grace uongee jamani, amekuuliza what is your problem? My problem inakuja hivi, kama yeye aliachana na ile ex-girlfriend yake, ile rafiki yake angemuita mbele ya macho yangu, wangeenda hata kukutania kwa baa huko, singejua. But hiyo unanisikia? Yes Rajab. Huyo msichana tulijua naye 2018. Nilimwambia nitamuoa. Ulimwambia utamuoa? Ulimpromise marriage? Lakini tulikuwa tuna plan kumari this year 2019. Na nilimwambia aache kusikia mambo ya watu, kwa sababu alikuwa anafanya kazi then plan huko juu. Na kuna nilikuwa na friend. Yo friend tuliachana nayo kitambo. 2017 2016 huko. Na huyo msichana alipata mtoto. Alipata mtoto na bwana mwingine. Hadi najua mahali penye huyo bwana anatoka. Huyo kijana anatoka. Na vile amekuja hapo tulijiona huyo msichana mwenye anataka kudanganya anaitwa Faustin. Jina yake ni Grace Mkoya Mtimba. Sasa mimi nasema kweli. So vile tulijiona tukajiona vizuri, tukaendelea hadi tumefika sasa hivi. Nimwambia kwa alikuwa anakuja nitembelea na anaenda anakuja nitembelea. Sasa nimwambia Grace siku hizi wacha tukae. Sasa kitu kinaweza shida hapa ni maneno ya alisikia maneno mahali penye walikuwa wanafanya kazi ndio iko karibu na mahali penye huko ndio hapo. Sasa au jamaa au mama wako karibu hapo alimwambia sijui huyu mtoto ni yangu, sijui nini, sijui mtoto ni yangu, ati nitamchukua. Nilimwambia msichana unisikize na unisikize vizuri. Huyu mtoto si yangu. Na alimpeleka hadi mahali penye huyo baba mtoto ako. Hata huyo msichana wenye alikwambia hivyo, huyu mtoto si yangu. Okay. Kwa hivyo Rajab, nikijaribu kuelewa, wewe hauna shida na Grace Sina shida na yeye. Una shida na yeye. Shida ni kwamba anasikiza maneno ya watu na huyo msichana ambaye anazungumzia si mpenzi wako na hata yule mtoto si wako
tuliwachana hata sijazaa na yeye. Lakini na wacha nikuulize, sasa hivi bado unampenda Grace? Nampenda kwa sababu tabia yake inanishinya. Tabia ndio inakusinya sasa hivi Wacha niongee na Grace kidogo. Grace Unajua hapa Radio Jambo huwa tunafuatilia kesi kwa kina sana. Ukileta kesi hapa tunasikiza kwa kina. Kwanza kabisa umetudanganya jina lako na si vyema. Hiyo ndio unajua walikuwa wacha niendelee. Ungeita tu Grace angekuwa na shida. Ile jina ambalo linaeleweka. Alafu la pili unanipata Grace Yes. La pili, wewe unazungumzia kwamba eti marafiki wa Rajab ndio wanakusumbua kimapenzi. Bwana Rajab, tafadhali nyamaza hapo kidogo, tunaongea huko hewani Pole nilikuwa naongea na jirani mwingine hapo. Usiongee tafadhali. Utaribu patanisho. Sikiza kwa makini kwa sababu naongea na mpenzi wako Kwa hivyo Grace Yes. Mpenzi wa huyu Rajab ambao unasema kwamba bado unahisi kwamba bado wako uhusiano na yeye. Unanipata? Nakupata. Na hapo ndio umetukanganya completely. Tunashangaa, what do you want? Nini inaendelea hapa? Ni marafiki wa Rajab ambao wanakukatia ama ni yule mpenzi ambao unahisi kwamba bado ana uhusiano na Rajab? So we don't know your problem Grace. Hapo ndio umetukanganya. Kwa hivyo wacha niulize Rajab. Yeah. Kuna vile pia Grace ametuambia kuna rafiki yako anaitwa Roy. Ambaye amekuwa akimsumbua eti ni kama anataka uhusiano na yeye na mambo kama hayo. Hiyo ushasikia? Sijui kuna muda kwa saa yenu iko ndogo, sasa sijui nitamsaidia aje. Kwa huyo kijana mwingine anaongea juu yake. Kitambo alikuwa hata kama tumekozana. Okay, na kuuliza Rajab. Kuna rafiki yako anaitwa Roy. Namjua. Huyo Roy Grace ametuambia eti anamsumbua, anataka labda ni kama uhusiano na yeye. Hiyo umewahi kusikia? Sijawahi kusikia kitu kama hiyo. Hujasikia kitu kama hiyo Kwa hivyo ni mara ya kwanza unaisikiza hapa Radio Jambo kwa sababu au ni mambo ambayo Grace ametuambia. Yeye ndiye amejua mambo yametoka nayo. Grace. Hello. Ungependa kusema nini kuhusu hiyo mambo ambayo umetuambia? Ya Roy. Mimi mwambie Rajab. Mimi nilikuwa nataka kuambia Rajab, niliwapata kama wanatembea na Roy, but Roy achane na maisha yangu. Kama angejua anataka kuongea na huyo ex girlfriend wa Rajab, wangemuita mbele yangu. Angeenda huko kwa baa wapi. Okay. Wacha turudi nyuma Grace. Umetuambia Roy anakusumbua kimapenzi. Sivyo ndio umetuambia? Mama wa. Rajab. Yeah. Mbona umecheka? Mbona unacheka hapo? Sijui shida iko wapi. Yaani kitu chenye naeleza hiyo kitu kwa sababu watu wa Kenya wananisikia sijui ni nini. Yaani sielewi. Anyway, hata mimi nimechanganikiwa kidogo, lakini kile ambacho inajichipuka hapa ni kwamba huyu mwanadada ni kama shida yake ni huyo msichana ambaye anahisi kwamba labda una uhusiano na yeye. Haya mambo mengine najua anajaribu kuchanganya ili aweze kuleta maneno mengine, lakini nafikiri kwamba ni muhimu wewe bwana Rajab, kama bado unampenda, muweze kukaa chini na muongee na mmalize hayo mambo mengine ambayo yamebaki. Sawa? Jidi unanisikia? Rafiki yangu nimeshaongea na msichana, nimeshamwambia kila kitu yenye mtu anaweza kuambia mtu. Okay, kwa hivyo kama mshaongea na bado ana behave. Kwa hivyo msimamo wako wa mwisho ni gani basi? Msimamo wako wa mwisho ni gani? Unajua sasa hivi tunaongea. Nilimwambia aende nyumbani. Nataka kumaliza patanisho, time inaenda. Kwa hivyo niambie msimamo wako wa mwisho ni gani? Msimamo wako wa mwisho ni gani? Msimamo yangu ya mwisho? Kama naona hivi kana mimi aende nyumbani ama aende tafute mtu. Kama naona hawezi kana na wewe aende nyumbani Okay, haya Grace. Yes. Maneno yako ya mwisho ni gani ama msimamo wako wa mwisho ni gani? Mimi kidi msimamo yangu. Nataka niwaambie kama Radio Jambo.
hata alikuwa ameshaanza kunivuruka saa 11 hapo vile waredio wao watedo jambo amenipigia simu akaniambia niende nyumbani. Siendi nyumbani na siendi nyumbani kwa vile nilikuwa niko brada yangu yeye mwenyewe alinitumia fare nikakuja. Siendi nyumbani. Hiyo time ningekuwa hapa. Nilikuwa kwa brada yangu, ningekuwa nafanya something. Siendi nyumbani, niko hapa na hapa. Uko hapa na hapa na yeye uwendi na uwendi. Siendi nyumbani hata alete yule hata walete watano hata uko na mabibi watano. Mimi siendi mahali. Hata alete bibi mwingine alete nani uwendi. Siendi hata kama anaona niko na watu aniletee yule tu mwenye anaona huyo ananitosha niende na yeye, lakini siendi mahali hata kuwa nao kuna. Nowhere I'm going. You are going nowhere. Nowhere I'm going. Wololo. Haya. Bwana Rajab. Baki na mzigo yako. Kwaheri. Hey.